Jinsi ya kutuma maombi ya ajira za mahakama. Ingia kwenye internet na washa browser yako, andika ajira za mahakama Tanzania, itakuja, itakuandikia JSC, utafungua hiyo JSC, na baada ya kuifungua itakuletea orodha ya ajira ambazo zimewekwa na mahakama ya Tanzania. Na baada ya hapo utaenda sehemu iliyoandikwa register pale juu, kisha utajaza full name, utajaza majina yako. Baada ya kujaza majina yako, utaenda kuweka email yako, na baada ya kuweka email utaweka password yako na utairudia tena mwishoni password. Kisha utabonyeza register. Baada ya kuregister itakupeleka tena kwenye kurasa wa orodha ya maombi. Itaonekana hivi. Hapa juu kutakuwa na jina lako ambalo umeandikisha wakati unasajili, na hapa sasa utakuja kwenye kuomba kazi. Utachagua aina ya kazi unayoomba, kama ni mlinzi au msaidizi wa ofisi, dereva, mpishi. Kwa hiyo tuseme sisi tunachagua afisa manunuzi daraja la pili. Inafunguka baada ya kuigusa kwenye apply. Sehemu ya kwanza kabisa ni personal detail. Utajaza jina lako la kwanza, jina la pili, la tatu. Utajaza tarehe ya kuzaliwa, utajaza gender kama ni male au female, utajaza taarifa zako za ndoa kama umeoa au umeolewa au hapana. Lakini utajaza sehemu unayoishi, mkoa, na utajaza namba ya simu, utajaza NIDA yako, lakini pia utajaza passport size yako uliopiga vizuri inayoonekana, na utaweka cheti cha kuzaliwa hapo. Lakini sehemu ya education detail utajaza school name, form 4 education. Tunaanza na form 4. Utajaza mwaka ulioanza na mwaka uliohitimu. Lakini utaweka cheti chako cha kidato cha 4. Kama ulisoma form 6 utajaza hapa jina la shule kama ulivyojaza sehemu ya kidato cha 4. Na kama ulienda college utajaza taarifa zako pia, kozi, klasi, na utaattach certificate yako. Na pia utaenda diploma vivyo hivyo pamoja na bachelor. Na kama una masters pia utajaza taarifa zako kama ulivyojaza kwa sehemu zingine za elimu. Na kama uliwahi kusoma law school utajaza pia taarifa zako, tarehe ulioanza na tarehe uliohitimu, na utajaza pia, yani utaattach cheti chako cha law school. Board of professional pia utaweka kama unayo, kama zinavyoonekana hapa, na utajaza au utaattach certificate yake. Lakini kama ni driving, kama wewe unaomba udereva na wamekuomba hiki kipengele utaweka, na utajaza kila kinachotakiwa. Mwisho employment status, kama umeajiriwa utaweka ni judiciary, ni government, parliament or private sector and others utajaza. Na kama hujawahi utaweka not employed. Sehemu ya mwisho ni application attachments, na hapa utaweka CV, utaweka barua, na mwisho utaweka cheti cha kompyuta. Hii sio lazima, kama hauna cheti cha kompyuta sio lazima kukiweka, na baadaye utasubmit. Lakini kumbuka kuna vipengele ambavyo ni vya lazima kuvijaza kwa kila mmoja anaye apply. Mfano personal details, hapo utapaswa kujaza kila kipengele na upaswe kuacha kipengele chochote, na kwa sababu vimewekewa alama ya nyota nyekundu, kwa hiyo ni lazima ukijaze. Kipengele cha education ambacho ni kidato cha 4 lazima ukijaze pia.
Kwa hiyo hautakiacha, ila kuanzia form 6, college, diploma na bachelor pamoja na masters na law schools na body for professional, hizi ni kama unavyo. Kwa hiyo hapa haikulazimishi kujaza, ila utajaza kipengele ambacho kinakuhusu. Hivyo ndivyo unavyoweza kufanya hii application ya ajira za mahakama. Asante kwa kuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho. Kumbuka kusubscribe Jack Media TZ.